السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت البشرى الإسلامية inawaletea kwenu bayana al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, anasomea kwenu moja katika maansar wake. Bayana kwa tarehe 8 Jamadi al-Akhir 1444 Hijria, sawasawa na tarehe 1 mwezi wa kwanza 2023, wakati wa saa 1:12 asubuhi kulingana na takwimu rasmi ya Ummul Qura. Inwani ya taarifa: Amil maut fala faut fa aina al-mafar, mwaka wa kifo hakuna kuepuka, basi wapi pa kukimbia. Bismillahil wahid al-qahhar, ambaye ameniumba akaniteua khalifa wa Allah wa kimataifa wa ulimwengu, Nasr Muhammad, nusura wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam tasliman. Enyi jumuiya ya wafuasi wangu, maansar wangu na waumini wote, kwa Mola mlezi wa ulimwengu wote, hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu, yeye yuko peke yake, hana mshirika, basi shikamaneni na neno la ucha Mungu. Hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu, yeye peke yake, hana mshirika, nasi tunamwabudu. Na kila mwaka nyinyi ni wema na madhubuti katika haki, basi shikamaneni na neno la ucha Mungu. Hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika, ametakasika na hao wanaomshirikisha ametakasika sana. Na enyi umma wa Waislamu na Wakristo na Mayahudi na watu wote, njoni kwenye neno lililo sawa baina yetu na nyinyi, ya kwamba hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika, basi tusimwabudu isipokuwa yeye tu, tukimpwekesha dini, hata kama watachukia wahalifu miongoni mwa Mayahudi na Wakristo na Waislamu walioritadi miongoni mwa wao na kutoka katika dini yake, na wote waliochukia ridwanullah, furaha ya Mwenyezi Mungu katika majini na binadamu wote. Ni neno ambalo nasema kwa amri ya Mwenyezi Mungu kwa wale wanaochukia ridwanullah, furaha ya Mwenyezi Mungu juu ya waja wake, wachimbe makaburi yao, kwani wote watakufa kwa ghadhabu yao kwa COVID, na kifo chake ni milioni 500 katika ya kila mabilioni ya watu wazima walimwengu, kwa usahihi ulio mbali na upotofu. Na sisi ni wa kweli, na Mwenyezi Mungu huongoza kwa hayo yaliyoduni kuliko hayo kutoka kwa waja wake, ambao kama wangejua haki itokayo kwa Mola mlezi wao, na kiburi kiliwashika katika dhambi, na hawana kiburi kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala akisema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل وما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Sura Hud. Hatutaki kurudia yale tuliyoandika zamani, kwa hivyo nilikunasihini na kukuonyeni kwa adhabu kali kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi mkamkufuru Mwenyezi Mungu mwenye nguvu msifiwa, na mkawafuata makafiri kwa Mola mlezi wa walimwengu wote, wakiyataja adhabu ya Mwenyezi Mungu kuwa ni majanga ya asili. Kwa hakika wao wanadai kuwa wataishi pamoja na adhabu ya Mwenyezi Mungu aliyoiteremsha juu yao kwa bahari na anga, kwa sababu ya mapigano ya sayari inayokaribia Sakar, inayokaribia ardhi ya wanadamu. Mungu awaue, mnawezaje kugeuzwa?
na pia mnadai kuwa mtaishi pamoja na COVID ya kifo. Mungu awaue. Mnawezaje kuishi na kifo? Hamuelewi? Hawatokuaminini katika watu isipokuwa wanyama katika waja wa Mwenyezi Mungu, viziwi na mabubu, wale hawafahamu, ili wawe pamoja nanyi katika moto wa Jahannamu, nayo ni mahali pabaya pa kukaa na kukaa. Hapo tu mnaweza kuishi pamoja na moto. Kuni zake ni watu na mawe kwa uwezo wa Mungu. Na tunawabashiria wahalifu wanaotakabari maisha ya kuishi pamoja katika sayari ya Sakar, moto baada ya kuingia humo. Hawataangamizwa, kwa hivyo wanakufa na hawaishi maisha mazuri. Kwa hakika wanapiga kelele ndani yake, kwa hivyo hawaangamizwi, ndiyo wafe, na wanatamani mauti lakini hawayaoni. Ni Mungu tu anayatimiza maneno yenu ya kwamba mtaishi pamoja na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Basi Mwenyezi Mungu anatimiza hayo kwenu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi ngozi zao zikiiva tutazibadilisha ngozi nyingine ili waonje adhabu, kusadikisha kauli Allah Ta'ala akisema, innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun la yuftar anhum wa hum fihi mublisun wama zalamnahum walakin kanu humudh dhalimin ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون صدق الله العظيم. سورة الزخرف. Vovote iwavyo, hapana na hataongoka katika njia ya Mungu wa kweli isipokuwa yule aliyetumia akili yake na kutafakari juu ya yale yanayotokea, basi akajua kwa yakini kuwa aliyoipeleka vita vya Omicron duniani ni yule yule anaituma vita vya hali ya hewa kwa wapinzani. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu, Mola wangu mlezi na Mola wenu, Mola mlezi wa walimwengu wote, Mola mlezi wa kila kitu na mfalme wake. Humpa ufalme amtakaye na humnyang'anya ufalme amtakaye, na humtukuza amtakaye na humdhalilisha amtakaye. Mkononi mwake mna wema, ametakasika. Hakika yeye Mola wangu mlezi kwa kila kitu anaweza. Na hamtoweza kuishi na COVID ya kifo. Kwa hakika amebadilisha mbinu yake kwa amri kutoka kwa Mungu, juu na juu na juu ya zaidi ya mawazo yenu yote ya kisayansi katika vita vya action vitendo. Na enyi watu wa shirika la afya duniani, naona mnamuuliza rais wa China Xi Jinping taarifa kuhusu COVID mpya, lakini anayopungukiwa na kitu hatoi. Maana wasomi wa matibabu wakana Mungu nchini China wamekuwa kana kwamba hawajui chochote baada ya ujuzi. Basi Mwenyezi Mungu akaifanya elimu yao kuwa sifuri upande wa kushoto, kama tulivyokuahidini kwa haki tangu kabla ya haya yote. Au mnataka kuwadanganya watu kuwa mnatengeneza chanjo mpya ili wasirejee kwa Mola mlezi wao? Hayhat hayhat. Na hapa kwa Mola mlezi wa ardhi na mbingu, ili apate kutoka kwenu, wala hamtopata chochote kutoka kwake. Tayari tumekuonyeni dhidi ya njama kali na kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na tayari tumetangaza onyo la mwisho kwa amri ya Mwenyezi Mungu kwa Xi Jinping, rais wa China, na watu wake katika ya walimwengu. Kwa onyo la mwisho katika taarifa tuliyoandika yenye kichwa kifuatacho,
ushindi wa mtingisho wa korona kwenye upeo wa macho, basi hakuna chanjo inayozuia wala matibabu yanayofaisha wala karantini inazuia mbinu pana kutoka kwa Allah. Basi kimbieni kutokana na Allah, mukimbie kwake. Hakika mimi kwenu kutoka kwake mwonyaji baini. Kwa tarehe 16 mwezi wa 9 2022. Lakini Xi Jinping na askari wake walikuwa na kiburi kwa amri ya Mwenyezi Mungu, kunyenyekea kwa khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Na Xi Jinping alikataa kufungua nyumba za Mwenyezi Mungu huko China, na alijiona kuwa ni nguvu isiyoweza kushindwa. Hivyo Mwenyezi Mungu akamtishia Xi Jinping na askari wake, hivyo udanganyifu wake ukaondolewa na askari wadogo wa Mwenyezi Mungu katika kitabu Nasaba ya Damu inayoendesha vita vya ulimwengu. Ingawa Mungu aliwaingiza kwenye mapigano ya vita vya ulimwengu vya askari wa COVID kwa miaka 3 ili mupate kumrudia Mungu, Bwana wangu na Mola wako. Au unafikiri chaguo la Mungu ni wino tu kartasini? Mbali sana. Na ninaapa kwa Mola mlezi wa ardhi na mbingu kwamba Mwenyezi Mungu atatisha shingo za walimwengu wote, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, kumtii khalifa wa Mwenyezi Mungu na hali wamedhalilishwa. Ikiwa Nasr Muhammad al-Yamani hakika alichaguliwa na Mwenyezi Mungu kama khalifa wake juu ya ulimwengu mzima, hapo mtajua kwamba Mwenyezi Mungu ametukuka katika amri yake na ni mwenye kutekeleza katika uchaguzi wake na ni mwenye kudumu katika uamuzi wake, na kwamba mambo yanarudishwa kwa Mwenyezi Mungu, na anajua khiana ya macho na yanachoficha vifua. Basi mwenye kumchukia Mwenyezi Mungu na mitume wake na khalifa wake, basi na afe katika ghadhabu yake. Mungu amedhinisha vita vya COVID ya kifo, hakuna kuepuka. Kwa hivyo kutoka Uchina hadi ulimwengu wote. Kwa hivyo wale wanaokeuka amri yake wajihadhari. Na salam juu ya mitume, na alhamdulillah rabbil alamin. Khalifa wa Allah al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.